Gangsta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtongo karibu, Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Jambo sana kwa sisi wale walio kanisani. Unaposikia sauti unakuwa unamsikia ni Kube Drama kutoka ndani ya Jumba la Dhahabu JC Productions. Alright? Karibu katika show yangu kali ambayo inajulikana katika jina la JC News. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa Islam, Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Jambo sana kwa sisi wale walio kanisani. Jamani, kaa mkao wa kula. Wanakuambia kama riziki ni popote, kauze bangi polisi ndio utajua kama riziki ni popote. Alright? Mtoto atumwi dukani. Siku ya leo niko kwenye ofisi kali ya Bantu Boy nikiwa na mkurugenzi Big Fizzo. Wanakuambia utapata tabu sana. Inakuwaje mzee? Shwari. Ghafla tumekubukia ndani ya mjengo mkubwa Bantu Boy. Naam, karibuni sana. Kidogo tuanze na sifa tatu ambazo lazima Big Fizzo azifanye asubuhi akiamka. Sifa? Yeah, mambo matatu lazima afanye asubuhi akiamka. Mbona mambo mengi sometimes unajua asubuhi kwanza inaanza saa ngapi? Saa moja hivyo. Hapana. Asubuhi inaanza saa 6 ya usiku. So kwa hiyo saa 6 ya usiku nakuwa nimelala. Okay, nikiamka, kitu cha kwanza nikiamka huwa namshukuru Mungu kwa nini nimeamka. Because kuna watu wengine saa hizi tu Pinez. Sorry. Kitu cha kwanza nafanya asubuhi na kwanza nikiamka nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nini nimeamka. Because sasa tuko tunaongea kuna wengine ambao hawakubahatika kuliona jua. So kitu kingine ni yale maisha kawaida, kuamka na koga, unapiga mswaki, nini unavaa nini basi. Yeah. Kidogo tunazungumzia kutokana single yako mpya sana ambayo iko hit ambayo inajulikana katika jina la Siweza. Imechukua dakika 3 na sekunde 34 hivyo. Kwa maana tumeona utofauti, aliyeshoot sio mwenye aliedit. Palikuwepo changamoto gani mpaka iwe hivyo ndugu yangu? Tulitaka unajua unapotayarisha chakula lazima kuweko chumvi, kuweko viungo nini ladha tofauti. So anyway, na kwanza sababu nilikuwepo kule nikasema hivi kwanza niko hapa acha ni profit nifanyia hapa kitu afu Elaris hakuepo. Kwa hiyo nikapata mwingine mtu ambaye anaweza kushuti nani zile image, and then nikasema siwezi nikamwachia huyu hapa tu edit kila kitu, lazima nimletee sababu Elari ni mtu wangu ambaye naaminia. Unasikiza bwana? Lakini na huyo mtu ambaye tumeshoot na huyo mzungu yuko professional sana na ni mtu ambaye huwa anashoot hata movies. Sawa, mheshimiwa, tukijaribu kuangalia ni legend sana wa muziki hapa Burundi. Na unahisi kama pombe, sigara ama bangi ndio inamfanya msanii kuperform vizuri stage? Hayo ni sijui kwanza kitu kimoja sijui, labda hiyo question unaweza kauliza wengine ambao wanafanya. Mimi kwanza sijawahi vuta bangi maisha mazima. Sigara navuta sigara kawaida, hiyo ni kawaida, na kunywa pombe. Lakini sasa kuingia kwenye stage naweza nikaenda niko sober kwenye stage, na naweza nikaenda nikanywa tu ya kawaida. Lakini kuna wengine labda inakuwa kama ni drug kwao, akinywa eti ndio anapata mzuka. Mimi nimezaliwa na mzuka, kila mtu yani kila kitu ni kichwani. Ukisema bwana leo mimi nimepania ni perform fresh, utaperform fresh, sio mpaka eti uvute bangi au eti unywe pombe au fanye nini. Sometimes mimi naenda hata kwenye stage niko sober alafu nafanya mambo ya ajabu. Mr. Siweza ni producer gani ambao ushagasia kama kweli ana matrix voice yako kuitengeneza poa? Kila producer ambaye nikifanya naye kazi, sababu mimi producer sinaga tatizo na producer. Sababu kwanza nina experience katika huu muziki. So anapokuwa iko na mix nani voice, lazima nitamwambia bwana hapa fanya hivi. Yeah, sinaga tatizo na producer eti ni producer gani ambaye namwamini kwenye kuni record hapana. Mheshimiwa, unahisi kama ni kitu gani ambacho kinafanya musician wa Burundi wasiendelee mbele kama wengine? Hilo swali ni kuuliza ambao musician ambao hawajaendelea mpaka sasa. Yeah. Wewe kama kiongozi wa wasanii Burundi, inatakiwa useme neno moja tu ya kuwashauri watu. Unaweza kuambia neno gani? Kiongozi wa wasanii wa Burundi, wewe ndio umeisema, mimi sijui. Mimi ndio nimesema. Labda wengine wanaweza kuchukulia poa tu. Rudia ndani swali. Wewe kama kiongozi legend wa Burundi, bimaana ushapita katika tamasha fulani ushaona tofauti sana. Na ni kitu gani ambacho unaweza kushauri musician wa Burundi hali ya kuwa wazi kujiongeza kazi zao mbele? Licha ya muziki, mbali na muziki ni kwanza heshima ni kitu cha lazima katika maisha. Ni kitu cha lazima sana katika maisha. Heshima, kujiheshimu kwanza mwenyewe na kuheshimu
ambao ni wakubwa kwako na wadogo kwako, na kuiheshimu pia. Alafu hapo tunarudia sasa katika music, kuheshimu kazi ambayo unayoifanya na kuheshimu yule mtu ambaye aliyokutangulia. Japokuwa anaweza kuwa amefuria, japokuwa ameweza kuwa amefanya nini, lakini yule kakutangulia. Sawa, labda kuna kitu fulani unaweza ukaopoa kwake. Kuna japokuwa yeye hakupata ile chance ya kutoboa. Unajua kila mtu anakuwa na chance zake. Yes. Hakupata ile chance ya kutoboa, kupata ile chance ya kuendelea nawe msanii mahiri sana, lakini kuna kitu ambacho unaweza ukaopoa kwake sababu yeye kwanza ana experience. Unasikiza bwana. Alafu kitu kingine sio kushobokea nani usta, sio usishobokee usta, usishobokee nani ni maarufu, sababu maarufu pia unaweza kukupotosha na ukapotea kabisa. Yeah, sawa. Mtu anaweza kaja akwambia bana wewe ni wa hatari, mwingine anakuona kama wewe ni wa ovyo. Sasa sio ile tu kakwambia wewe ni wa hatari na hofu unachukulia vile vile. Inabidi convince na wale watu ambao wanakuchukulia kwamba haujaweza kitu. Yeah. Kwa ni JC Productions, mbele ya screen zenu, my name Kube Drama, nikiwa pamoja na Big Farious Mugani, ama siku hizi anaitwa ni Mr. Siveza, ndio jina ambalo JC naweza kumpatia. Mr. Siveza, nataka uniambie sifa 3 ambazo lazima uachilie ngoma zako. Kusema uachilie audio, lazima uangalie kama uko sawa ili uachilie ngoma yako. Kwanza kawaida ukiwa uko msanii au ukiwa uko mbunifu wa kitu fulani, ukiwa uko artist wa kitu fulani chochote kile, before ya kuchukua ile brand yako na uweke na uisambaze kwa watu, ama biashara yako iweke kwa watu, lazima kwanza uiangalie vizuri kwamba hii biashara inafaa kutoka, hii biashara kwani iko poa, hii biashara kwani haijaoza, hii biashara sijui iko nini. Hicho ni kitu cha kwanza unapaswa, sio tu eti kwa sababu unajua kuna wengine anajua bana mimi ni msanii mkubwa nikitoa tu watu watakubali. Sio hivyo. Unaweza kuwa unajididimiza katika vitu fulani, unajua. So lazima unapotaka kivyangu mimi ninapotaka kutoa audio, kwanza nitaisikiliza maradufu nisikilize sana na nifikirie watu watachukuliaje. Sawa bwana. Alafu na siwezi tu kuchukulia siwezi kuchukua maamuzi peke yangu, japokuwa ambao watu ambao tunafanya nao kazi na wazidi experience, lakini kama gisi nilivyosema mwanzo, lazima uheshimu na watu wengine, japo anaweza kuwa ni mdogo, anaweza kuwa na maarifa fulani ambayo usikujua. So kwa hiyo napoisikiliza, labda kuna kitu ambacho naweza kuongezea, kuna vitu fulani labda hapa naweza nikageuza, alafu naweza nikakaa kikao na watu ambao nawaamini mimi, naomba wasikilizeni nyimbo, mnaisikiaje hii, tunaweza kuitoa au tusiwezi kuitoa. Cover tofauti zinazidi kupita ndani ya mitandao yetu ya JC Productions. Tumeona single ya Mola, na Mola inafika wapi mpaka sasa? Mola ipo. Unajua kila kitu ni kazi, kila kitu ni mpangilio. Mola ipo. Mola ipo. Kama niliamua kutoa cover, nisomba kwamba Mola ipo, lakini sasa ipo inakuja. Wengi wanajua za kama niliandika soon. So soon inaweza kawa kesho, inaweza kawa kesho kutwa, au baada ya mwezi mzima. Wengi sana wanazidi kusema kama labda unaweza kuwa umeimba kama Kaswida vile, ama umeimba kama Gesi T-Max kaimba Mola we, inaweza kuwa kweli hivyo? Nikiimbia hata ikiwa Kaswida, lakini ikiwa na message nzuri na ikiwa vizuri. Unajua Kaswida pia, kuimba Kaswida sio tu kuimba, na watu wa Kaswida pia wana experience, unajua. Na katika huu muziki kama R&B, kuna watu wanaimba R&B lakini tunatofautiana kuimba uimbaji wa art, tunatofautiana katika uimbaji. Inaweza ikawa Kaswida lakini message ikawa nzuri na nikaimba ile Kaswida vizuri kuliko hata waimbaji ambao watu wanaimba Kaswida. So sio kusema eti kwamba sijui mpaka iwe Kaswida au iwe nini, iwe R&B. Poa tu, lakini kama message kama imetengenezwa vizuri, arrangement ilikuwa vizuri na uimbaji ulikuwa mzuri, basi. Mara kwa mwisho kukorofishana producer wako ilikuwa lini? Sijawahi korofishana na producer eti kuhusu kwanza kimuziki, kuhusu nini? Kuhusu kimuziki. Sijawahi korofishana na producer, sababu producer anafanya kitu ambacho mimi nakijisikia. Unasikiza? Na kwanza idea inakuja kwanza kwangu mimi. Naambia nataka unifanyie wimbo unaenda hivi na hivi, nataka unipe uplay keys za hivi na hivi na hivi. And then yeye sana kuja kufanya kazi ya. Ndivyo mimi nafanyaga kazi. Mimi naanza kwanza naweza nikafanya beat. Na tengeneza beat and then nampatia melody. Sababu gitaa mimi sijui kuicheza, piano sijui kucheza, lakini katika kichwa najua kucheza katika kichwa. Unaweza kupiga vibaya na kwambia hapo umepiga vibaya, japokuwa sijui kuicheza, lakini kichwani najua kucheza gitaa, najua kucheza instrument zote kichwani. Nadhani umemsikia siku ya leo ni Kube Drama, tuko na Mr. Siveza, Big Fizzo, right? Siku hizi unamuita General Fizzo. Biggie, kidogo tuambie, kuna romance ambazo zinamaza siku zinasemekana mtaani na kusema ubadilishaji wa producer. Mwanzo tumemzoea Endo Mike na hivi tuna Peniel on the beat. Ubadilishaji ulikuwa ni kwa nini ulifanya hivyo? Unajua mimi huwa nataka mtu tutaelewana. Katika sio tu katika
katika kikazi, katika kazi, hata katika maisha, katika life tu ya kawaida, tukielewana tunakwenda sambamba, kama tuelewana tunaachana. So kwa hiyo Endomike hatujaelewana kwa vitu fulani, na ni producer mzuri sana, ni producer ambaye namkubali mpaka saa hizi, lakini kama hatuelewani ya nini twende tunakokutana mashati kaka? Anza kivyako mbele, maisha yaendelee. Wewe ufanye maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Mimi huaga nafanya kazi na mtu ambaye tunaelewana vizuri. Yeah. Nikijaribu kuangalia siku za nyuma, kuna baadhi ya mambo mengi ambayo yamesemekana. Ni comments gani ambayo umewahi kukutana nayo Instagram ikakuboa sana? Sisomagi comment, sio hivyo sana, sababu comment sio sana hivyo. Neno gani ambayo washabiki washaga kuambia ukaona kama ni la kawaida tu kwako? Mashabiki inatokeana na mashabiki gani? Sababu mimi na mashabiki wengi, so kwa hiyo labda sometimes wakati wanaandika, unajua sasa ukienda hata kwenye DM yangu unaona kuna message kibao zinaweza zikia hata 2000, so kusema nipate huo muda wa kusoma hizo message, labda ule ambao nimeangukia tu nasema acha leo nisome message, naweza nikasoma kama message 5 ama 6, sawa. Lakini mara nyingi huaga napata pongezi tu, huaga napata pongezi bana, tunakupongeza sana kwa kazi ambayo unayoifanya, inabidi uongeze juhudi, usikate tamani, vitu kama hivyo huaga vinanipa mimi moyo. Sawa, na kuna wengine pia wanakuja na kutukana na kwambia wewe hujui bwana, wewe acha tu, wewe ule wengine anakushinda, sijui akina nani anakushinda. Huyo anamwambia wewe unachukulia poa tu. Unaanza okay poa. Mimi sijaje kushindana na mtu, mimi nafanya kazi, nijiendeleze kimaisha na niendeleze muziki wa Burundi unajua sawa. Lakini ukija kuniambia unajua katika maisha hata uwe nini au tufanye kitu gani, lazima kuna wapo wale watu waliumbwa na mdomo wa kuponda kazi, wa kuponda kitu ambacho unachokifanya. Yaani hata unajua mpaka sasa kuna baadhi ya watu wakubali kama Yesu aliwahi kuwepo. Wapo tena wengi sana. So kwa hiyo mimi mwanadamu kama mimi mwanadamu wa kawaida, wewe ukiniambia bwana wewe hujui, mimi nachukulia hapo na poa tu, hamna tatizo kama mimi sijui, lakini mpaka sasa bado niko hapa, inaonekana mimi najua. Sababu wewe usikuja kuniconvince mimi sijui, hata mimi najua. Sasa watu kama katika watu 199 wakwambia unajua, afu leo mmoja akwambia hujui, sina tu yule ajipotezea muda mwenyewe. Alafu sasa anakuja kucomment, yani inamaanisha kwamba ananifuatilia sana kazi yangu. Ndio kitu ambacho mimi naoga pale na furahi. Yeye anakuja kuniambia sijui, lakini bado anafuatilia kazi yangu. Yaani inaonekana mimi nakuaga namsumbua sana mpaka ananifuatilia kazi. Yaani mpaka aje kuangalia kufunua katika kazi zangu. Poa sana. Yaani huyo ndo mshabiki wa kwanza kwangu. Yule jamaa hajatoa. Kwanza inaonekana kama sijatoa, inaonekana huaga wana amani. Lakini kishatoa tu yeye kazi yake ilikwenda kuponda. Lakini kwamba anafuatilia kazi zangu. Maana naye ni shabiki. Anaponda pale lakini moyoni tu kinamsuta. Anakubali. Kawaida. Kuna baadhi ya lebo nyingi sana na tumezungumza kama ndani ya Bantu Boy kuna baadhi ya editors, kuna wa artists, kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunafanya ndani ya Bantu Boy. Na ni kwa nini katika lebo ya Bantu Boy wasanii huwa wanatoa muziki mmoja miwili kwenye mwaka? Ni kwa sababu gani? Hiyo ni siri ya ndani. Hiyo ni siri ya ndani, siwezi kukwambia ni sababu hizi na hizi, lakini kama waga gisi na waga nasemaga kila siku kila kitu na muda wake. Unajua ni kama hii hapa video kuna wengi ambao walifurahia hii video Sibeza, sababu wao walikuwa wanapata mashtaka mengi sana. Sijui wewe bwana mshikaji unaendaga sana wa Mtoni, lakini hatujiona unafanya video Mtoni bwana, wewe kwa ni vipi nini? Unajua kila kitu na muda wake. Siwezi kosa kwenda Mtoni eti kujishuti tu, kuuza sura. Naweza nikauza sura bwana nilikuwa Mtoni, lakini unataka ile video imetoka vibaya. So kila kitu na muda wake, kila kitu na mpangilio wake. Sio kusema tu kwamba hamna nyimbo zimejaa kibao. Kirukiko na nyimbo kibao. Hata na jana kwanza usiku alala na rekodi. Unasikiza Double J na nyimbo kibao. Mimi mwenyewe ndio sisemi. Unasikiza bwana. So kwa hiyo kila kitu ni mpangilio. Wewe kwanza kama Kiriku sisi una bado mwanafunzi. So sisi tunamtum sana akae kwanza focus sana kwanza kwenye shule kwanza. Lakini sio kusema kwamba music zipo, ana nyimbo nyingi zipo hapo. Nyimbo zaidi kama ya 5. Zipo kwenye studio. Sio kusema eti sijui, lakini si kwanza tuna focus kwanza kwenye nani. Lakini hata akitoa hata nyimbo 2 3 kwa mwaka sio vibaya, sababu kwanza yeye acha kwanza focus kwanza na life ya school. Kidogo waambie watazamaji wanaposikia neno Fizo wanakuwa wanasikia nini? Sasa hilo ni swali la kuuliza wenyewe. Sababu mimi nikisikia Fizo najisikia ni mimi mwenyewe na kwanza najifahamu. Labda ile swali ungeuliza sasa, wewe bwana ukisiaga Fizo kuna wengine labda linawashtua,
wanasisimka kilisikia. Sasa hilo swali ni la wenyewe. Kwangu mimi nikisikia Fizo kama kawaida mwanangu. Ndugwe, unajua tena. Ndugwe, tuko pamoja na Ndugwe Big Farious, siku hizi wanamuita ni Mr. Sibeza ndani ya JC Productions. Behind the camera ni Oli Black Udaga. Inatakiwa fahamu kama Fizo ni miongoni mwa watu ambao wanazidi kufanya kazi nzuri sana hapa kwetu Burundi, ni miongoni mwa watu ambao wanazidi kusaidia watu, na kuna baadhi ya maneno ambayo yanasemekana sana ya kumsifia Mr. Sibeza na kusema kama anaishi na Kiriku kama baba yake. Ni kweli inaweza kuwa hivyo ama ni skendo tu ambao watu wanazungumza pembeni? Sasa mimi kama na sasa unajua ukiwa na wadogo zako lazima uwachukulie kama wadogo zako kwanza. Lazima wapee care, unasikiza bwana. Mimi wasanii nikizani hilo swali linaweza kuuliza wasanii wenyewe, sababu labda mimi nikizungumzia inaweza kuonekana mimi najisemea tu mwenyewe, lakini jinsi tunavyoishi hapa Bantu Boy tunaishi kama wadugu. Ya tunaishi kama wadugu, hatuishi sijui eti mimi ni boss, so they have to fear wakuwe na uoga na mimi sababu mimi ni boss. No, tunaishi na yani ndio kile kitu ambacho nilikwambia mwanzo, kila kitu kwanza heshima kwanza. So sababu sio kwa sababu eti mimi ndio boss wa Bantu Boys unifuna na wadharau watumishi, nifuna na wadharau wengine watu, au sababu tunaikaaga nao tunapiga story, tunapeana chance nini na nini, lakini ikifika kazi unajua huyu hapa kazi yake ni fulani, mimi hapa kazi yangu ni fulani. Lakini tunaongea kawaida kama mkubwa na mdogo, kama baba na mtoto. Lakini sio sema tu sababu mimi ni boss eti nikiingia watu wasikie uoga wafanye nini, hapana. Big Farious, stage ya mwisho ambayo uliperform kwenye stage ni stage gani na ilikuwa ni show gani hiyo? Faransa. Ndio show ya mwisho. Imekuwa inahusikana nini? Ilikuwa inahusikana ilikuwa ni vitu ya kuchagua mrembo mzuri kutokea East Africa ambao wanaishi nje. Fizo, unapokaa chini ukisikiliza ya Churira, ni moment gani inakuja kichwani mwako? Kwa nini ya Churira? Kwa sababu ni baadhi ya nyimbo ambazo zilifanya fresh hapa kwetu. Kuhusu wewe kwanza, hiyo ni nani yako, opinion yako. Ya Churira kama ninaichukulia kama nyimbo zingine tu. Hawa unaoniuliza swali kwa sababu wewe ulichagua katika nyimbo zote, umechagua tu hiyo. Wewe unasikiaje ukisikia ya Churira? Kwa mtu alikuuliza ni? Amna, mimi nakumbuka kitambo sana. Yep. Kwa hiyo na mimi nikumbusha, unajua kila wimbo unakuaga na inatokeana na wimbo kwanza umeutungaje, labda ni vitu ambavyo uliishi, ni vitu ambavyo uliona, au ni vitu ambavyo vilimtokea rafiki yako. So kuna moment fulani unakuwa unakumbuka, na ukisikiza wimbo unasema wimbo hapo unanikumbusha kitambo. And sisi tulikuwa tukivaa mijinsi ya hivi, mishati XXL, vitu kama hivyo. Ya Churira huwa inanikumbusha mambo mengi, yanikumbusha wapi nilianzia, na nikiangalia sehemu ambapo nilipo huaga namshukuru Mungu sana, sababu ni vitu ambavyo huaga nikiangalia hata mavazi, nikiangalia nilivyokuwa nini na nini, huaga nasema Mungu ndo kafanya hii kazi. Alafu pia ananikumbushaga mshikaji pia Lolilo, mshikaji wangu kipindi hicho nini na nini. Nikumbushaga ina nani nyingi sana, inanikumbushaga mambo mengi sana. Hapo Mr. Fizo, kwa sababu unazungumza inakumbusha kitambo, mshikaji wako Lolilo kitambo hicho. Kwani hivi sio mshikaji wako? Mimi mshikaji wangu. Na kuna baadhi ya single ambayo tumesikia kama soon itatoka hapa. Mshikaji sio mpaka mwe mnazungumza kila time, kila saa, kila dakika. Unajua sasa hizi labda kipindi kile tulikuwa bado si wote ni watafutaji ndio tunaanza kutafuta kutoboa nini na nini, so inabidi pale lazima kazi zilikuwa zinakuvutana. So sasa hizi kila mtu anafanya kazi zake alafu namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kila mtu amefanikiwa kidogo. Unajua hata kikiwa kidogo ushukuru Mwenyezi Mungu. Sio mpaka tupate hii sijui eti mimi sijui hii hela hapa ni ndogo. Hiyo hela umeipata, shukuru kwanza hiyo. Hapo katika kirundo akamwambia na janga Mulindi. Hapo kuna milioni 10, wakikupa 1 million ama hata wakikupatia 500,000 inaongezea kwa ile inakuwa milioni 10 na 500,000. Wakati hit ya White Man Name ilivyotoka, miongoni mwa wangu walizungumza sana, wakasema umemtumia Shan Queen kama kumkoboa mtu fulani. Ni kweli? Unajua kaka, sifanyagi competition na mtu mimi. Yes. Unasikiza? Hiyo hata nafsi yangu inaweza kunisuta. Nafsi yangu yenyewe inaweza kunisuta, hata na Mwenyezi Mungu anajua. Sijafanya competition na mtu. Sijafanya muziki tu kwa sababu ya kumkomoa mtu. Huaga mimi nafanyaga muziki wangu labda naweza nikaandika wimbo wa mafumbo.
Lakini huaga siko naandika wimbo eti niko namlenga mtu fulani, hapana. Mimi huaga tu ni mitego ambayo unatega. Sasa yule ambaye atajichomokeza ndo huyo kivyake. Lakini mimi sababu siwezi kuandika nyimbo eti niko nakufikiria wewe. Sina muda wa kufikiria. Mimi naandika tu mafumbo. Ni kama unajua unapochukua jua na litupa gizani ambao linamgusa wewe au kumlenga mtu, wewe umetupa tu jiwa gizani. Sasa ule wa kumbe ni wewe. Basi lakini wallahi sijawahi kukaa chini eti niandike wimbo niko namlenga mtu isipokuwa ule wimbo wa mimi na Uncle Crazy. Ile nani Ustoy Nduki. Basi zingine zote mimi naandika tu kimafumbo, kujiproud nini na nini, basi hakuna. Hivi ni kitu gani ambacho ukikaa chini ukifanya kinakupatia steam ya kufanya uweze kutunga wimbo? Inatokeana na muda, inatokeana na inspiration tu. Sasa naweza nikabuka tu, sasa unaanza kuandika, au unaweza kwa nimelala usiku saa 9 usiku naamka tu naanza kuandika, au sasa naweza kwa nataka niandike wimbo na wimbo kanishinda kuandika. Inatokeana na experience na moment. Big Farious, ni msanii gani ambao unatamani siku moja ukae naye chini uchangie naye juice? Juice bana. Ungeniambia tabia. Sawa tabia. Msanii gani? Yeah. Hapa kutu Burundi ama nje ya nchi ama sehemu tu yoyote ile. Mbona wote tushaga, kama wote sijauzungumzia wote. Ambao baadhi ambao unawajua tushaga changia nao. Yeah. Jamani, tunakumbushia ni JC Productions mbele screen zenu. My name Kube Drama. Asante na shukrani kwa mmesha subscribe kupitia YouTube channel yetu. Inaandikwa ni JC Productions. Big. Neno moja tu kwa fans wako mzee. Nawapenda sana. Na watarajie nini kutoka kwako? Matokeo mazuri kama navyo. Unajua nini? Kama sasa bado ingali na wafans, ni sababu nafanya vitu vizuri. Na uhakika siku nitafanya vitu vibaya, lazima wengine tu watangangania, lakini wengine labda wengine watanitukana. Sababu humo kwenye katika comment kuna wengine rafiki wa fans, yani mpaka unamuuzi fans, wewe unamuudhi, anaudhika, anaanza kutukana bana, wewe vipi wewe? Hebu mimi unaniangusha bana. Nini? So, kitu kimoja naweza nikwambia, unajua sio kila siku eti kila siku sio Sunday. Yeah. Na sio kila siku mpaka nifanye hivi. Unajua huaga mimi nasema kila kitu na muda wake. So mafanzi kwanza nawashukuru kwa kunivumilia. Huwa wananivumilia sana. Wanasikiza bana. Wananivumilia sana, alafu kuna wengine huaga wanashauku bana fulani kafanya hivi na yefanya sisi hatufanyi kama tu. Lakini sasa hizi wameshaanza kunielewa kwamba siwezi kufanya mimi nafanya kama kivyangu. Ili mradi ni wafurahi wao kwanza wenyewe. Inabidi watu kwanza wafurahi. Sawa bwana. So mafanzi, kitu ambacho naweza kuambia, na washukuru, nawapenda sana. Na kitu kingine, wasikatiki nguvu, sababu wakikatika nguvu wenyewe na mimi nitakatika nguvu. Alafu na kitu kingine ambacho inabidi niwaambie wafanzi wangu, sitaki nisikie fans wangu kaenda kutukanana na mtu fulani, sitaki nisikie fans wangu kaenda kumtukana msanii fulani. Hapana. Naombeni mafans wangu ambao mtakayoona hii video, naombeni please, kama uko shabiki wangu, kuwa shabiki wangu. Sio kusema tu ukiwa shabiki wangu ufu unamchukia yule mwingine. Kila mtu ana ruhusa ya kumpenda mtu. Kila mtu ana ruhusa ya kumshabikia mtu. Lakini japokuwa eti unamshabikia mtu afu huyo hapa eti mtu. Hapana. Mimi mdogo wangu ni nani? Nini ekipa yako ni Liverpool? Ni Real Madrid. Mdogo wangu Real Madrid. Mimi ni Barca. Lakini mdogo wangu sababu sio ni Real, kwa sababu ni Real mimi nifia namtukana. Hata wakiwa wanacheza mpira hizo timu zikikutanana, basi tutachokozana pale bana, mji mpira ni, lakini bado sawa bwana. So kwa hiyo mafans kitu ambacho nachokiomba, muziki kuwa mzuri ushabikie, sababu ule muziki sawa wewe una mtu ambaye unampenda na una msanii unampenda na yule ana msanii wake, lakini kama ni muziki ambao utarepresent, unaweza kurepresent nchi, so hauna budi kuishi wewe unachia ushabikie, lakini wewe unajua bana, mimi hapa kama ni kwa mtu fulani hauwezi kunitoa. So na mashabiki na wasanii wengine pia, na wasanii waga wanashoboka na mbwembwe za mafans. Unatana mafans wanawaambia vitu, afu unatana na fans pia wanaweza kukupotosha. Fans wanaweza kukupotosha. Wale wanaweza kukupotosha. So hii hapa mimi nazungumzia ni kwa mafans wangu. Sitaki usikie tumepigana na mtu fulani sababu yangu. Please. Sitaki usikie tumemtukana na mtu fulani, msanii mwingine hivi na hivi.
unaweza wewe mtu mwingine unaweza kumwambia kiakili tu, lakini sio hatukuja kujenga chuki eti sababu unamshabikia Fizzo au unamshabikia fulani eti pawe chuki. Hapana, ni ruksa kupenda mtu ambaye unamtaka. So feel free, mtu kama unajua roho huwezi kuificha, roho itakusuta tu. Roho lazima ikusute. Hata unamshabikia mtu, unajua hata unamshabikia mtu fulani, mtu mzuri, lazima hata ukikata lazima rohoni tu useta huu wimbo ni mzuri. So wewe shabikia nani msanii wako vizuri, mpe kura. Sababu usiwezi kupenda niwe na fans ambao nizungumzia hawana adabu, hawafu au heshima, inakuwa sio vizuri zaidi. Sababu kwanza lakini pia inatokeana na msanii mwenyewe. Msanii akijiheshimu lazima na fans zake watajiheshimu. Asante sana kwa ambao subscribe kupitia YouTube channel yetu. Basi bonyeza hapo ambapo panaandikwa subscribe, kisha ufinye alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Nashukuru sana Big Fizzo. Asante sana kwa kunipea muda. Asante sana pia fans. Usisahau kusubscribe kama ulivyoambiwa hapo kwenye kengele hicho, sio?